Rafiki mpendwa na mtazamaji, karibu sana katika mfululizo wa masomo yote ambayo tunaendelea kupeperusha kwenye channel hii. Kumbuka tunaenda pamoja katika safari ya kitabu kinachoitwa Geuza Mwelekeo wa Afya Yako. Kitabu hiki kwa kweli kimekuwa na utajiri mwingi. Kumbuka somo ambalo tulilipata hapa jana ielezea kuhusu kuelewa magonjwa ya kisukari. Inabidi uamue vizuri mpendwa. Amua vizuri, geuza mwelekeo wa chakula, geuza mwelekeo wa kutafakari, geuza mwelekeo wa vitu vyako kwa ajili ya kupata afya bora. Leo kama somo la 7, siku ya 7 ya safari yetu, kichwa kinasema usipuuzie dalili zote za afya yako, usipuuzie ishara zote zinazotokea kwenye mwili wako. Kuna hatari katika ugonjwa wa kiharusi. Tutaomba. Baba wetu na Mungu, asante kwani unatupenda. Mbariki yule mtazamaji, mpatie neema sote pamoja kugeuza mwelekeo wa afya yetu kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mpendwa na mtazamaji, karibu sana tena katika somo la leo. Kuna hatari katika ugonjwa wa kiharusi. Mpendwa, mwili namna Mungu alivyoumba, kuna vitu vyovyo vingi ambavyo vinatokea katika mwili wetu, namna katika mazingira tunayoishi kuna dalili fulani zinaanza kuonekana. Dalili zinaanza kuonekana. Ndio maana wapendwa, tunapoendelea na mfululizo huu wa mafundisho yanayoelezea kuhusu geuza mwelekeo wa afya yako, leo tunamzungumzia ugonjwa unaoitwa kiharusi. Fikiria saa moja mtu ameamka asubuhi, mumeamka pamoja naye, ni mume wako, ni baba wa familia, ni dada, ni shangazi, ni mama yako, ameamka anaenda kazini, mnaongea pamoja na familia, anafanya kazi mbalimbali, lakini ghafla unasikia uso wake umegunjama. Yaani yule mliyekuwa mnacheka, lakini unaona ghafla inatokea paf, uso wake unagunjama hivi. Au umeona mtu alikuwa macho yake inabadilika, jicho moja linapiga pima kuona. Umeona mtu kama yule siku moja? Unaona mtu mlikuwa mnatembea naye, lakini mlikuwa mnaongea, lakini ghafla maneno yake hayaeleweki. Anapoongea kigugumizi kinapanda sana, anasema anaongea, unakuta kigugumizi kinatokea kwa ghafla. Umeona mtu mlikuwa mnatenda kazi, anasema anakupa balasi ya maji, anasema nipe maji, anaposhota maji anakupa balasi ya maji kwa mkono wake, unastuka kabla maji haijafika kwenye mkono wako, mkono wake unaangusha maji na anashindwa, anakosa vinaenda namna gani. Unakuta na kuambia kipande hiki ama mkono huu hautikisiki tena, mkono huu umeshimama, mkono huu umekwama, ama kidole kimoja kimekwama. Anasema hata nakigusa hakuna kitu chochote kinachotipitika. Umewahi kuona familia inapoona hivi? Mara nyingi familia yetu tunayoishi leo Afrika, Kongo yetu, inaokionekana hivi, utakuta watu wanasema mtu amekula sumu. Inawezekana ule amelogwa, inawezekana mtu, lakini acha nikuambie mpendwa, hata kama familia inaweza kusema mtu amelogwa ama mtu amechoka, labda apumzike, lakini acha wakati mwingine mambo haya yanapotokea inabidi utafakari sana. Si wakati wa kusubiri, si wakati wa kutafakari mingi, si wakati wa kutafuta waombaji unaenda kuita muombaji. Ni wakati wa kusimama kulingana Mezari 22 aya 3, mwenye busara huona mabaya na kujificha. Hii ndio kanuni letu leo mpendwa. Ukiona dalili kama hizi inabidi uwe na hekima. Ndio maana swala msingi katika somo letu ni hili: kiharusi ni nini? Mpendwa, katika lugha rahisi, kiharusi ni utokea wakati sehemu ya ubongo inakosa damu ya kutosha au mshipa wa damu unapopasuka. Mara nyingi kiharusi katika lugha ya Kifaransa wataalamu wanaieleza kama AVC.
Inatokea wakati damu hii mara nyingi imezoea kusemeka hivi, unakuta damu ambayo mshipa ambayo inapeleka damu inapasuka. Sasa ubongo ambao ulikuwa unatafuta damu, unatafuta oxygen, haipati tena namna ilivyokuwa inaipata, na kale kamda kanapotokea unakuta vitu vya ghafla ghafla vinatokea kwa mtu. Unakuta jicho, kinywa unakuta kinakwama, ama unakuta uso wake umegunjamana, hata mapengama, unakuta vitu vinapengama. Kinywa alikuwa akiongea, lakini katakika kachache tu anatamani kuongea, mati inaanza kujishukia, mati inaanguka. Au unakuta mtu anakuambia sisikie tena kwa jambo hili, sisikie hapa na hapa, nasikia kama kumeshuka na hapa kumepanda. Hiki ndicho kiharusi, hivi ndivyo inatokea, kwa sababu ubongo unahitaji damu ili kufanya kazi. Na tatizo hili linapotokea unakuta linaathiri kuongea, linagusia kutembea, linagusia pia. Tatizo hili linapotokea linalogusia kuongea, kutembea, hata kuona. Mtu anakuwa na vitu vinabadilika kwenye macho yake. Unakuta mtu kusogesha mkono au mguu, kuinua mkono ama kuishusha, na uwezo mwingine wa mwili, mahali kote kwenye mwili kitu hiki kinaweza kutokea. Kwa hiyo kiharusi si jambo la kupuuza sana mpendwa, ni jambo la kuingilia kwa umakini na kukua chap katika kushughulikia mgonjwa ama wewe ambaye kiharusi hiki kimekupata. Ni tishio kubwa sana, ni jambo kubwa sana mpendwa. Kiharusi kinaweza kuonekana ghafla, lakini baadhi ya jambo hili ni kwamba kinaweza kuonekana ghafla na kilikuwa kimejengwa miaka mingi kabla hakijaonekana. Hiyo ndio tatizo. Unaweza kuta kiharusi kinajitokeza ghafla. Wakati ambapo kimejitokeza, hiyo mshipa inapasuka kwa sababu ile uko inabeba damu inapasuka mwilini, au ubongo unapoteza oxygen kutoka katika mishipa na mambo mengine ya mwili, wataalamu wanavijua vizuri. Unakuta ubongo inapoteza kaufahamu kadogo ama kubwa. Hii haianje hapo, mizizi yake inaweza kuwa imeanja hapo mbeleni. Mtu ameishi na hiyo mizizi tu akidumisha jambo hili, kumbe itamletea hasara katika siku za usoni. Sasa ishara ambazo inapaswa tusipuuze ni ishara gani mpendwa? Nataka familia zote, nataka kila msikilizaji mpendwa utafakari jambo hili kwa umakini sana. Nataka uelewe hili, wakati kiharusi kinaweza kutokea, mara nyingi usisahau maneno haya manne. Usisahau uso, usisahau mkono, usisahau maneno, usisahau muda. Hii ni mambo ambayo mara nyingi ishara hizi zinatokea: uso, mkono, maneno na muda. Tuingie kwenye uso. Uso, mwambie mtu, umpatie tabasamu. Ikiwa upande mmoja wa uso unaanza kushuka, chukulia jambo hili kwa uzito. Hili ni jambo la kwanza katika uso. Ukiona rafiki yako umeona mnazoea kucheka, lakini kwa ghafla kicheko kinabadilika kwa ghafla, ona kama utampatia tabasamu namna gani. Na uwe mganga ama uwe mtaalamu wa afya wa jirani yako. Ndio maana katika masuala ya afya ingelibidi hata sote tujue hii vizuri, na mengi tunayapata kwa kusoma wapendwa. Jambo la kwanza ni uso. Uso, ishara inaonekana kwenye uso. Unakuta uso, upande mmoja wa uso unaanza kushuka. Chukulia jambo hili kwa umakini sana. Jambo la pili, mkono. Ikiwa mkono mmoja ni dhaifu au unaanguka, usipuuzie jambo hili. Usipuuzie jambo hili. Chukua yule mtu, ona utamsaidia namna gani. Ishara ya pili, yani unaona ishara ya pili ni mkono. Unaona mkono wake unashuka, hautikisiki tena, haufanyi mambo mengine, msaidie. Ishara ya tatu ni kwenye maneno. Ikiwa hawezi kuzungumza vizuri au maneno hayaeleweki, hii ni ishara ya hatari. Mwambie atamke sentensi yote kirahisi. Yakishindwa, imekuwa tangazo kwako wewe unayekuwa pamoja naye. Mungu alivyotuumba, hakutuumba tuishi na nyama, alituumba tuishi na watu. Ndio maana wewe mpendo, unapoishi na mwenzako, kwa unaishi na mwenzako ukimchungulia, ukimtazama. Usiongee na mtu unapotazama viatu, ongea na mtu ukitazama sura yake, kwani kwa kumtazama unaweza kumuokoa na kumsaidia. Jambo la nne ni muda. Ikiwa dalili hizi zimeanza ghafla,
Usipoteze muda, mtafutie huduma ya kimatibabu ya haraka, kwa sababu jambo hili halingoje kesho. Ukiona dalili kwenye mdomo, ukiona dalili kwenye mkono, ukiona dalili kwenye kinywa chake, ingilia jambo la muda, mchukue kwa haraka, mtafutie matibabu ya haraka. Lakini kuna wengi anapoona jambo hili kionekana, anasema tutatafuta majani, tutaenda kuleta majani ya ng'ombe, tutaitwanga, tutaipeleka. Hata uvunje majani haya, dalili hizi umeziona, zinakutangazia rafiki mpendwa, kimbia kwa mtaalamu wa afya. Usiseme labda atakuwa sawa, usiseme labda nitaita mganga, usiseme labda ninaenda kuita muombaji. Muombaji utamwita wakati umempeleka kwanza kwa wataalamu wa afya. Kuna kipindi cha maombi na kuna kipindi cha kumbeba mgonjwa mpaka hospitalini. Mpendwa, sasa tunaweza kufanya nini kujisaidia? Hapa ndipo tunarudi kwenye njia, kwenye jina la mfululizo wetu, geuza mwelekeo wako. Tunaweza kufanya nini mpendwa? Kitabu hiki chetu ambacho tunakisoma kinatuelekeza kwamba jambo la kwanza, jua shinikizo lako la damu. Hili ni jambo la kwanza. Jua hali yako ya damu. Wewe ni mtu wa presha wewe ni mtu wa presha ama si mtu wa presha? Wewe ni mtu ambaye una damu inayokimbia ama inaenda kwa urahisi? Hii ni mambo ya kujua. Usingoje kuumwa ili uende kwenye vipimo. Tujifunze kuwa naenda kwenye vipimo kupimisha mwili yetu kabla hujasikia tatizo lolote kwenye mwili wako. Jambo la pili la kufanya, punguza chumvi katika maisha yako. Mpendwa, hata umekuwa na ujuhudi ya kula chumvi. Chumvi hii ukikula kwa wingi inaharibu afya. Usikule chumvi kwa wingi, punguza. Usifanye ulimi wako kuwa kitu ambacho kuwa kituo ama kuwa tatizo la kukuletea magonjwa. Punguza chumvi. Jambo la kufuata, unapopunguza chumvi, jambo la kufuata kulingana na kitabu chetu hiki ni kwamba fanya mazoezi. Hii inasaidia sana kuleta afya bora ya mwili, na viungo vya mwili wetu vinahitaji mazoezi. Jitahidi sana ufanye mazoezi. Mpendo, acha nikuambie, mwili unaokuwa nao ikiwa na afya bora, unaweza kumtukuza Mungu kwa umakini sana. Lakini afya ikidhoofika, hata huduma yako kwa Mungu inadhoofika pia. Ndio maana afya ni sehemu ya uwakili wetu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:19, miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Huo mwili si wako, huo mwili si wangu, mwili huu ni wa Bwana. Tumieni vizuri mwili huu, fanya juu chini kakusaidia mwili wako. Mpendwa, maamuzi unatakiwa upange leo. Hii tatizo zisitokee, epuka hivi vitu ambavyo tumevisema. Nitavirudilia. Jambo la kwanza, punguza chumvi. Jambo la pili, kuwa mtu wa mazoezi. Jambo la kufuata, fanya jua hali yako ya afya. Hii unapoijua inasaidia afya yako. Wamekukataza usikule hiki, unakuta wale wataalamu wamekuambia kulingana na afya yako usikule mafuta kwa wingi. Sasa wewe unapopiga unasema mbona na mie nitakufaka, mbona na mie Mpendwa, acha kupuuzia. Yeyote anayepuuzi, anayedharau kanuni ya afya, asubuhi yake haina tumaini. Mpendwa, Mungu akusaidie kuepukana na tatizo hili la kiharusi kwa jina la Yesu Kristo, amena.